Niseme kitu kimoja. Kusema vijana wamenunuliwa ili kuandamana si sahihi. Wamehamasishwaje, hiyo ni agenda nyingine. Kwa sababu huwezi kukataa kwamba wamehamasishwa. Kwanza kuandamana tarehe 29 maana yake kuna mtu amehamasisha, si ndio? Wamehamasishwaje kuingia barabarani mikoa zaidi ya 5, mazingira ya wilaya vile vile. Unachukua wilaya ya Tunduma ambapo kumetokea mauaji makubwa, lakini ukienda huko unaambiwa maiti ziko 8 2, Tarime, Katoro, Kahama, huko ndako taja kumetokea mauaji makubwa. Kulitokea maandamano kwingine, na kuna mikoa ambayo haikutokea maandamano pia, lakini mikoa unataja Dar es Salaam, Arusha, Mwanza, Mbeya, na Geita unapotaja mikoa. Lakini wilaya ndio hizo unazoziona, hizo zimetokea. Na huko kumetokea mauaji ya watu mamia. Hatuongelei watu wameuawa 2 3. Hatujataja Dodoma. Dodoma kumetokea mauaji nadhani watu 4 wangapi tu. Lakini mauaji makubwa kiasi hiki useme mtu amehongwa aandae maandamano. Vijana si wajinga kiasi hicho. Hizo hela zinazotajwa ziligawanywa kwa mtindo upi kwa vijana wote wale walikuwa wameandamana? Na wale waliouawa kwenye majumba na wenyewe waligawiwa hela. Kama walikuwepo labda hiyo. Lakini tusikatae ukweli kwamba vijana waliandamana kwa sababu gani? Wanasema sababu ya kwanza, ukiuliza vijana hata sasa hivi, hata nyinyi mlivyo huko hapo waandishi wa habari, hatuko salama. Watu wanatekwa, watu wanapotezwa, watu wanauawa. Ni zoezi lina zaidi ya miaka 2 sasa hivi hilo linaendelea. Vijana wamechoka kuvumilia. Demokrasia haina maana tena kufanya uchaguzi, kwa sababu utagombea utapitishwa, wakala hatapitishwa. Na sisi tulifanya kikao hapa tukawashauri serikali tarehe 30 mwezi wa 4 usiku wake ambapo waliamua kuniua mimi. Ndio tulipitisha yale maazimio, na uzuri yamekabidhiwa pia serikalini mwezi wa 8 tarehe 27. Tuliyakabidhi pia. Pamoja kwamba ilikuwa tuyakabidhi, wasi ilipofuata wakataa kuniua, Mungu bariki nikapona kidogo basi. Najua naweza nikauawa leo baada ya taarifa hii pia. Sasa tulisema haya yasipozingatiwa nchi haitakaa salama, tunaelekea pabaya. Jambo TV huyu hapa amearipoti, nendeni kwenye clip ninapomwambia tunaelekea pabaya. Nchi inaharibika. Fuateni hizo clip ziko hapo, tuliongea. Tunaelekea, taifa linaelekea pabaya, tulishaona. Lakini kupuuza viongozi wa dini ni hatari sana, kwa sababu viongozi wa dini hawana maslahi binafsi kwenye taarifa zinazohusu uhai wa mtu.